Kuna mtu mmoja ameniuliza swali moja ambalo hili swali lina umsingi na ni la muhimu kweli kwa sisi wa Kristo na mtu yoyote ambaye ananisikiliza. Huenda ukawa unalijua majibu yake au hulijui, lakini acha tusaidiane sote kwa sababu wote tunajifunza. Kwa hiyo huenda ukawa unalijua pia, huenda ukapata kitu kingine ambacho kinaweza kikakusaidia. Kwa hiyo namuomba Roho Mtakatifu anipe hekima nitakapokwenda kulielezea. Mungu wa mbinguni acha nipe kibali nikaelezee katika usahihi. Ameniuliza swali moja anasema, je, wale waliokufa kabla ya Yesu, yani kuanzia Adamu mpaka kufikia Yesu, kabla Yesu hajafa, je, wataenda wapi? Wale watu sio walienda wapi, wataenda wapi? Yani akiwa na maana kwamba siku za mwisho au kwenye ufufuo wa wafu watakuwa upande gani? Maana hawakumwamini Yesu Kristo. Maana neno la Mungu linasema kwamba watakaofufuliwa kwanza ni wale waliokufa katika Kristo. Kwa maana yake wale wengine, je, wataenda wapi? Kwa hiyo acha nikalijibu hili swali kulingana na hekima ambayo Roho Mtakatifu atanipa. Kwanza, Biblia inatuambiaje? Ukitaka kusoma kitabu cha Warumi sura 10 mstari wa 9, neno la Mungu linasema kwamba kwa sababu kimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa hukiri hata kupata wokovu. Kwa maana yake tunajua kwamba lazima muamini Yesu Kristo, umkiri kwa kinywa chako na uamini moyoni ili upate nini? Wokovu. Sasa wale wa nyuma hawakumuona Yesu, kwa hiyo hawakupata nafasi ya kumkiri na kumwamini. Na wakati huo Biblia kwamba inatuambia hamna mtu atakayeenda mbinguni au atakayeenda kwa Baba bila ya kumwamini Yesu, yani bila ya njia ya Yesu. Sababu Yesu ndio njia ya kweli na uzima. Je, wale watakuwa wapi? Twende taratibu, nifuatilie mpaka mwisho ili upate majibu sahihi kwa mujibu wa Biblia. Kwa hiyo tunaangalia kitu cha kwanza, wokovu unapatikana kwa kumwamini Yesu Kristo kwamba ni Bwana, na kuamini moyoni mwako kwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Kwa hiyo tunaamini kazi ya Yesu Kristo pale msalabani. Kupitia kuamini kazi ya Yesu Kristo pale msalabani na kwa damu ya Yesu Kristo tunapata ondoleo la dhambi na msamaha wa dhambi. Kwa hiyo unamkiri Yesu na kumwamini kuwa ni Bwana moyoni mwako na Mungu alimfufua, afu unapata nini? Wokovu. Pia neno la Mungu linasema kwamba tukiamini na kubatizwa tutaokoka. Sasa tuangalie kwanza kitu kimoja. Je, kabla ya Yesu hajafa watu walikuwa wanaenda wapi? Kwanza twende taratibu mpaka tufike kwenye hilo swali. Tuangalie kitabu cha Luka sura ya 16 mstari wa 6. Luka sura ya 16 mstari wa 6. Kabla kwanza ya Yesu watu walikuwa kifa kwanza walikuwa wanaenda wapi? Awe mwenye haki au sio mwenye haki, walikuwa wanaenda wapi? Tuangalie mfano mmoja kwenye kitabu cha Luka 16:6. Nitaanza kusoma hapo. Biblia inasema kwamba Luka sura ya 16 ni mstari wa 19 mpaka 26. 19 mpaka 26. Biblia inasema kwamba akasema, palikuwa na mtu mmoja tajiri aliyevaa nguo ya rangi ya dhambarau na kitani safi na kula siku zote kwa anasa. Na maskini mmoja jina lake Lazaro huwekwa mlangoni pake na vidonda vingi. Naye alikuwa akitamani kushibishwa kwa makombo yaliyonguka katika meza yule tajiri, hata mbwa wakaja wakamramba vidonda vyake. Ikawa yule maskini alikufa, akachukuliwa na malaika mpaka kifuani kwa Ibrahimu. Umeona hapo, yule maskini alivyokufa alichukuliwa mpaka kifuani mwa Ibrahimu. Yule tajiri naye akafa, Biblia inasema akazikwa. Basi angalia mstari wa 23, basi kule kuzimu akainua macho yake alipokuwa katika mateso, akamwona Ibrahimu kwa mbali na Lazaro kifuani mwake. Yani yule tajiri yuko kuzimu, akainua macho yake akamwona Ibrahimu kwa mbali na Lazaro kifuani mwake. Sasa tujiulize mimi na wewe, tajiri yupo kuzimu, anainua macho yake anamwona Ibrahimu na Lazaro katika kifua chake. Huyo Ibrahimu alikuwa wapi? Twende tutapata majibu. Akalia akasema, baba Ibrahimu, nihurumie, umtume Lazaro achove ncha ya kidole chake madini auburudishe ulimi wangu, kwa sababu ninateswa katika moto huu. Ibrahimu akasema, mwanangu, kumbuka ya kwamba wewe uliyapokea mambo mema yako,
katika maisha yako, na Lazaro vivyo hivyo alipata mabaya, na sasa yeye yupo hapa anafarijiwa na wewe unaumizwa. Na zaidi, hapa ndipo kuna msingi, sikiliza vizuri. Na zaidi ya hayo, kati yetu sisi na ninyi kumewekwa shimo kubwa, ili wale watakao kutoka huku kwenda kwenu wasiweze, wala watu wa kwenu wasivuke kuja kwetu. Kwa hiyo maana hapa tunaonekana wote walikuwa kuzimu, lakini walikuwa sehemu mbili tofauti, maana walikuwa wametengwa na shimo. Kwa hiyo ndio maana Ibrahimu anasema kwamba, anamwambia yule tajiri kwamba sisi na nyinyi tumetengwa, ili kwamba wanaotaka kutoka kwenu kuja kwetu wasiweze, na wanaotaka kutoka kwetu waje kwenu wasiweze. Kwa hiyo unakuja kugundua kwamba waliokuwa wanakufa, wawe wenye haki wasiwe wenye haki, wote walikuwa wanaenda sehemu moja inaitwa kuzimu, lakini maeneo tofauti, walikuwa wametengwa na shimo. Tunaona kule tajiri alikuwa anateswa, lakini Lazaro alikuwa kifuani pa Ibrahimu. Kwa hiyo wenye haki wote walikuwa wanaenda upande wa Ibrahimu kule. Kwa mujibu wa Biblia, soma maneno yangu, ndio maana nimekusomea nini? Maandiko. Narudia tena mstari wa 26, na zaidi ya hayo, kati yetu sisi na ninyi kumewekwa shimo kubwa, ili wale watakao kutoka huku kwenda kwenu wasiweze, wala watu wa kwenu wasivuke kuja kwetu. Maana unaona kwamba walikuwa wote ni kuzima, lakini sehemu mbili tofauti. Maana walikuwa wametengwa. Maana hao inaonekana wakina Ibrahimu, kwa namna Biblia inasema kwamba akainua macho yake. Maana wakina Ibrahimu inaonekana walikuwa ni eneo la juu, Lazaro yuko eneo la juu, huyu tajiri anaonekana yuko eneo la chini. Kwa maana yake hapo ni kabla ya Yesu. Inaonekana wote walikuwa wanaenda sehemu moja, ni kwa kuzimu. Tutafuta andiko moja, tusitumie andiko moja tu, tuwe na proof nyingi za maandiko. Ukienda kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza, tuangalie kitabu cha Samueli wa kwanza, ile sura ya 28 mstari wa 6 mpaka wa 15. Neno la Mungu linasema hivi: lakini Sauli alipouliza kwa Bwana, Bwana hakumjibu, wala kwa ndoto, wala kwa ulimu, wala kwa manabii. Ndipo Sauli akamwambia mtumishi wake, nitafutieni mwanamke mwenye pepo wa utambuzi, nipate kumwendea na kuuliza kwake. Watumishi wakamwambia, tazama, yuko mwanamke mwenye pepo wa utambuzi huko Endori. Basi Sauli akajigeuza na kuvaa mavazi mengine, kisha akaenda yeye na watu wawili pamoja naye. Wakamfikiria yule mwanamke usiku, akasema, tafadhali unibashirie kwa utambuzi, ukanipandishie yeye nitakayemtaja kwako. Sikiliza hilo neno, ukanipandishie yeye nitakayemtaja kwako. Yule mwanamke akamwambia, angalia, unajua alivyofanya Sauli, jinsi alivyowakatilia mbali hao wenye pepo utambuzi na wachawi katika nchi. Mbona basi wanitenga tanzi uhai wangu ili kuniua? Naye Sauli akamwapia kwa Bwana akasema, aishivyo Bwana, haitakupata adhabu yoyote kwa jambo hili. Ndipo yule mwanamke aliposema, je, ni nani unayetaka nikupandishie? Naye akasema, nipandishie nani? Samueli. Hapo Samueli amekwisha kufa. Sauli anaenda kwa mwanamke mwenye pepo utambuzi, anamwambia ampandishe kutoka wapi? Hata yule mwanamke alipomwona Samueli alilia kwa sauti kuu, na yule mwanamke akamwambia Sauli akasema, mbona umenidanganya kwa kuwa wewe ndiwe Sauli? Mfalme akamwambia, usiogope, waona nini? Yule mwanamke akamwambia Sauli, naona Mungu anatoka katika nchi. Umeona neno hilo? Hii Mungu imeandikwa ni Mungu ya herufi ndogo. Anasema naona Mungu anatoka katika nchi. Maana neno katika nchi maana anatoka underground. Anatoka underground, yani chini ya nchi. Mfalme akamwambia, usiogope, waona nini? Yule mwanamke akamwambia Sauli, naona Mungu anatoka katika nchi. Naye akamuuliza, ni mfano wa nini? Akajibu, ni mzee anazuka, naye amefunikizwa vazi. Basi Sauli akatambua kwamba ndiye Samueli mwenyewe, akainua uso wake mpaka nchi akasujudu. Maanake Samueli alitolewa kuzimu, chini ya nchi. Huyu mwanamke mwenye pepo la utambuzi akampandisha. Ni nini? Baada ya Sauli kuuliza kwa Mungu na Mungu kukaa kimya. Ukiendelea kusoma hapo mistari utaona ikielezea mahojiano ya Samueli na Sauli. Kwa hiyo sasa alitolewa wapi? Kuzimu. Kwa nini alitoka kuzimu? Kwa sababu kipindi hiko shetani ndo alikuwa ana control, ndo alikuwa na mamlaka na funguo za kuzimu, ndo alikuwa na control kuzimu.
Kwa ndo maana mwanamke mwenye pepo utambuzi aliweza kumtoa kule akampandisha juu ya nchi. Wasomaji wa Biblia nadhani hapa wananielewa. Kama uje kusoma hiki kisa, soma vizuri sura nzima utaelewa. Kwa hiyo lengo tunaenda pale pale kwenye mada yetu. Ndio maana naelezea taratibu ili tujue kabla ya Yesu watu walikuwa wanaenda wapi. Sasa ukisoma Isaya 14:9 tuna prove kwa maandiko mengi. Isaya 14:9 Biblia inasemaje? Biblia inasema kwamba hivi, kuzimu chini kumetaharuki kwa ajili yako ili kukulaki utakapokuja, huwaamsha waliokufa kwa ajili yako, naam walio wakuu wote wa dunia, wainua wafalme wote wa mataifa watoke katika viti vyao vya enzi. Nadhani hiyo tayari imeeleweka. Hapa inaonyesha kwamba watu walikuwa wanaenda wapi? Kuzimu. Sasa baada ya Yesu kufa nini kilitokea? Tunaanza Mathayo sura 24, sura 27, sura 27 tutaanza mstari wa 50. Tutapata majibu taratibu. Biblia inatuambia hivi, naye Yesu akisha kupaza sauti yake kwa nguvu akaitoa roho yake, na tazama pazia la hekalu likapasuka vipande viwili toka juu hata chini, nchi ikatetemeka, miamba ikapasuka, makaburi yakafunuka, ikainuka miili mingi ya watakatifu waliolala, nao wakisha kutoka katika makaburini mwao baada ya kufufuka kwake, wakauingia mji mtakatifu, wakawatokea wengi. Hawa watakatifu waliofufuka ni wakina nani? Tujiulize mimi na wewe, ni wa wapi au watakatifu? Hawa watakatifu utakuja kugundua ni wakina nani. Ukitaka kupata majibu vizuri ya hawa watakatifu wanaozungumziwa hapa, turudi kwenye kitabu cha Petro wa kwanza. Kitabu cha waraka wa Petro wa kwanza sura ya 3 mstari wa 18 mpaka wa 20. Petro tutaanzia huo mstari wa 18 mpaka 22. Biblia inasema hivi, kwa maana Kristo naye aliteswa mara moja kwa ajili ya dhambi, mwenye haki kwa ajili ya wasio haki, ili atulete kwa Mungu. Mwili wake akaua, bali roho yake akahuishwa, ambayo kwa hiyo, sikiliza hapo ndo penye pointi. Kwa hiyo aliwaendea roho waliokaa kifungoni akawahubiri, yanaiki kuzimu, waliokaa kifungoni akawahubiri watu wasiotii hapo zamani. Sikiliza mstari wa 20, watu wasiotii hapo zamani uvumilivu wa Mungu ulipokuwa ukingoja siku za Nuhu. Biblia inaweza kutaja toka siku za Nuhu safina ilipokuwa ikitengenezwa, ambamo ndani yake wachache, yani watu 8 waliokoka kwa maji. Mfano wa mambo hayo ni ubatizo unaokuwa ninyi pia siku hizi, sio kuwekwa mbali uchafu wa mwili, bali jibu la dhamiri safi mbele za Mungu kwa kufufuka kwake Yesu. Na yupo mkono wa kuume wa Mungu, amekwenda zake juu mbinguni, malaika na enzi na nguvu zikisha kutiswa chini yake. Sasa pointi ni nini? Yesu alipokufa pale msalabani, Biblia inasema aliwaendea roho zilizokuwa wapi? Kifungoni. Ndio maana nikaanza kusema kwamba aliteswa mara moja, kwa maana yake akaziendea roho zilizokuwa kifungoni. Na Biblia imetuambia mstari wa 20, watu wasiotii hapo zamani uvumilivu wa Mungu ulipokuwa ukingoja toka siku za Nuhu, yani siku za Nuhu. Kwa hiyo alivyoenda kule alizifungua. Ndio maana unakuja kuona kwenye Mathayo niliyokusomea ile sura 27 50 mpaka 53 kwamba baada Yesu kukata roho tu kufa, nchi inatikisika, makaburi yanafunuka, yanainuka miili. Ndio hizi roho alizoziendea kifungoni. Ndio maana kwenda kusoma kwenye Ufunuo wa Yohana sura ya kwanza mstari wa 17 18, Yesu anamwambia Yohana, tazama mimi ninazo funguo za kuzimu na mauti, nami nalikuwa nimekufa, tazama nipo hai milele na milele, nami ninazo funguo za kuzimu na mauti. Hizi funguo za kuzimu na mauti Yesu alimnyang'anya shetani huko aliposhuka kifungoni. Ndio maana akawatoa hao waliokuwa kifungoni. Kwa hiyo sasa, kwa mujibu wa andiko hili unakuja kugundua kwamba wale wote waliokufa toka Adamu huko wote, Yesu anasema kwamba aliwatoa kifungoni. Aliziendea roho zizo wapi? Kifungoni. Alienda kuwahubiri kwa mujibu wa ile andiko. Kwa unakuja kugundua kwamba kwa mujibu wa ile andiko wale wote wenye haki waliokufa hata hawajamuona Yesu wote, Biblia inasema kwenye kitabu cha Mathayo kwamba walipofufuka kutoka kwenye makaburi yao wakaingia mji mtakatifu Yerusalemu. Kwa maana yake wale
na wao wana haki ya kuingia mbinguni, kwa sababu Yesu aliwaendea huko na walimuona, alienda kuwahubiri. Kwa hiyo sasa, baada ya Yesu, Wathesalonike wa kwanza 4:16-17 Biblia inasema kwamba Bwana atakaposhuka, parapanda Bwana itakapolia, sisi tulio hai waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza, na sisi tuliosalia ambao tupo katika Kristo tutanyakuliwa, tutabadilishwa, tutamlaki Bwana mawinguni. Kwa hiyo sasa, wote wanaokufa baada ya Yesu kufufuka na waliomwamini Yesu na waliosikia Injili, wale wote watakao kufa baada ya Yesu nje, kama hawajaokoka, hawa hawataurithi ufalme wa Mungu, lakini watakao kufa katika Kristo, hao ndio watakao urithi ufalme wa Mungu. Lakini wale waliokufa kabla hata Yesu hajaja duniani, wale wote tumachie Mungu. Lakini kwa mujibu wa ile andiko, alienda kuwahubiri, na ndio maana makaburi yakafunguka, nchi ikatikisika, miamba ikapasuka, ikainuka miili mingi. Biblia inasema miili mingi watakatifu. Kwa hiyo ni haki wote waliokufa katika Kristo kabla ya Yesu, yaani wenye haki wote waliokufa kabla ya Yesu Kristo, mitume wote, wakina Nuhu, wakina Yoshua, wakina Kalebu, wote kipindiko cha nyuma unaosoma wote kwenye Biblia, wenye haki wote waliokufa katika Mungu, wote wale ambao walikuwa wanamcha Mungu, wote ndo hawa wanaotajwa kwenye kitabu cha Mathayo sura 27 mstari wa 50 hadi 53. Yesu alivyokata roho, nchi ikatikisika, makaburi yakafunuka, ikanuka miili mingi watakatifu, akaingia mji mpya. Ndo hawa wanaotajwa hapo, na ndio maana Biblia inasema wakawatokea ndugu wengi. Kwa hiyo ninachotaka kusema ni nini? Waliokufa kabla ya Yesu wote, wenye haki wote wataingia mbinguni, na hawa ambao Yesu aliwaendea katika vifungo akawahubiri wote. Sasa baada ya Yesu Kristo kuja duniani na kufa akafufuka, wale wote waliokufa hapo kama hawajamwamini Yesu hawataurithi ufalme wa Mungu, kwa sababu Yesu amemuona na walisikia Injili. Lakini wale wanaomwamini wanakufa katika Kristo, ndio hawa wanaotajwa kwenye kitabu cha Wathesalonike wa kwanza sura 4 mstari wa 16 hadi wa 17. Kwa hiyo sasa, swali jibu ni nini? Nadhani hapo limeeleweka. Waliokufa wote wenye haki kabla ya Yesu hajaja ndio hawa wanaotajwa kwenye kitabu cha Mathayo 24, 27, 50 mpaka 53, kwamba wakainuka miili mingi ya watakatifu, wakaingia mji mpya Yerusalemu. Na baada ya Yesu ndio hawa wanaotajwa kwenye Wathesalonike wa kwanza za sura 4 mstari wa 17, parapanda Bwana atakapolia, waliokufa katika Kristo kwanza watafufuliwa, afikisha sisi tuliosalia, yani maana yake tulio katika Kristo tutabadilishwa, tutanyakuliwa, tutamlaki Bwana mawinguni. Petro wa kwanza 3:18 mpaka 22, Yesu anaonekana aliziendea roho zilizokuwa kifungoni pia huko kuzimu. Yesu alienda kufanya kazi hiyo. Kwa nadhani hapo wewe uliuliza swali, umeelewa mpaka hapo kwamba Yesu aliziendea roho zilizo kifungoni akazihubiri. Kwa hiyo waliokufa nje ya Kristo wote baada ya Yesu kuja, wote ambao hawakumwamini Yesu hawataurithi ufalme wa Mungu, lakini wale wote wanaomwamini Yesu Kristo ndio watakaourithi ufalme wa Mungu. Kwa hiyo wewe ambaye unanisikiliza na hujamwamini Yesu Kristo, ili ulijue ni lazima umwamini Yesu Kristo ili urithi ufalme wa Mungu. Maana Yesu anasema kwamba yeye ndio njia, kweli na uzima. Hakuna mtu atakaye kwenda kwa Baba bila njia ya yeye. Kwa hiyo huu ndio ujumbe ambao nimekufikisha kwamba bila kumwamini Yesu Kristo hauna uzima na hautaurithi ufalme wa mbinguni. Chukua tahadhari na hatua ili urithi ufalme wa Mungu. Basi Bwana Yesu Kristo akubariki.